Kila mwanamke aliyeacha asili yake atahukumiwa mbele za Bwana. Leo kuna wachungaji wa kutosha wamekataa asili zao, wani kina mama wachungaji. Ndio maana ukasema, binasema utawatambua kwa matendo. Nilishakwambia mwanamke ukikuta ana shandarize halafu ukamwangalia na shandarize ana wigi, weka pembeni. Hakuna roho wa Mungu anayeingia katika kwa mwanamke aliyekataa asili yake. Ukikuta mwanamke ananena kwa lugha, hiyo lugha anayoiongea ni ya kipepo. Sasa ndio maana nataka kuambia kwamba kanisa limevamiwa na mapepo, na watu nadhani wananena kwa lugha. Wengine wanaunganisha maneno shamba la babu la katani, shamba la babu la katani, vandara vandara. Wanaunganisha maneno haya. Kwa nini? Maroho ya kipepo wanasingizia, wananena kwa lugha. Hakuna mwanamke, hakuna mtu yeyote atanena kwa lugha amevaa wigi la shetani, amemkataa Mungu na asili yake. Hakuna mwanamke ataingiwa na roho wa Bwana akanena kwa lugha halafu kwenye midomo yake, mdomo wake ni mweusi asili yake, halafu ameweka mdomo mwekundu, manake ni mapepo, amemkataa Mungu na asili yake. Hakuna mwanamke ambaye atanena kwa lugha akaingiwa na roho wa Bwana akashandarize kama mnavyosema, ana mahereni na mamikufu, amekoboa ngozi yake, amejichubua. Kama akanena kwa lugha, hiyo ni lugha za kishetani kwa mujibu wa Biblia. Pinga mchungaji, kwa sababu na wewe ni mjinga kati ya wajinga, na wake zako hao kwenye kanisa lako ni mjinga. Pamoja na ujinga wako unakatana na Mungu anavyosema nini. Kama kanisa lako kuna wanawake wanashandarize, wananena kwa lugha, mchungaji, wamevaa mawigi ndani ya kanisa lako, kuna mapepo, hakuna lugha mtakatifu bwana. Kama kanisa lako mchungaji, kuna wanawake na wanaume wamevaa macheni hapa na wanashandarize, wana cheni za Wasafi hapa, Wasafi hapa wamevaa vitu vya kina Diamond, vya kina Davido, macheni na mamekufu hapa. Sikiliza, halafu unanena kwa lugha na kunena kwa lugha. Nataka nikwambie, humo mnasari na majini na mapepo. Hakuna roho wa Mungu anayeshuka kwa mtu ambaye amemkosoa Mungu. Kama wewe mchungaji wa kanisa lako na waimbaji wako wananena kwa lugha, wako eti sijui worship, wanaimba nyimbo za kuabudu, makucha yao yana rangi, nataka nikwambie, hata kama wana makope ya bandia, ngozi zao wamejichubua na wananena kwa lugha, hapo mnazari na mapepo na mashetani. Mshindwe hapo, mtoke kabisa. Hapa nitakwambia mpaka ukasiriki. Biblia inasema nini? Kuambia ukweli, uchague njia mwenyewe ya kupotea ama kuhukumiwa. Na ndio watu wamechagua njia kupendeza mioyo yao. Waliacha asili ya Mungu, waliacha sheria ya Mungu, wakafuata nia matakwa ya mioyo yao, na Mungu aliwaacha ili wapotee. Kama utasikia injili popote ulipo, injili ya kuachana na kumkosoa Mungu, mwanamke, ewe kijana, kama una mikufu na macheni, una mambo kama hayo, kama utashindwa kusikia injili hii, hukumu inakuja, hukumu yaja, hukumu yaja. Sikia nasemaje Biblia napoenda kumalizia. Biblia inasemaje katika Isaya? Isaya, makanisa wengi wanasali, makanisa mengi ya kirokore, kuna mashetani. Makanisa mengi ya kirokore wanasali na mashetani kwa mujibu wa Biblia. Makanisa mengi ya kirokore kuna mashetani. Hakuna lugha mtakatifu, hakuna Roho Mtakatifu, hakuna Roho Mtakatifu, hakuna kubwabwaja, hakuna kunena kwa lugha. Kama una mawigi, wewe umepagawa pepo kwa mujibu wa Biblia. Unani umkosoaye wewe Mungu? Unani umwambiaye Mungu? Makanisa mengi yanayosema tunaenda mbinguni
yanasema ya kiroho, lakini yamekataa tabia ya Kristo, tabia ya Mungu. Mungu anamtaka, lakini sheria zake hawazitaki. Wanataka miujiza, lakini kuacha mawingi hawataki. Wanataka miujiza, lakini kuacha kujichubua hawataki. Mwanamke, una rangi 20 kwenye mwili wako. Ukitoa nguo yako hii, una rangi 20. Mungu anakataa kujichubua, ni kumkosoa Mungu. Katika Biblia inagoma. Mungu anakataa kubadilisha makucha yako. Mungu anakataa kuweza kuweka kope za bandia. Mungu anakataa kuvaa vikuku. Mungu anakataa kutoboa masikio. Mungu anakataa kuweka mawigi. Ni kumkosoa Mungu wa mbinguni, ni dharau, ni kumtukana. Neno linasema, nimekusomea katika Isaya. Wewe kijana, shetani amekupagawa. Uko kanisani na macheni, umevaa macheni, umepagawa na mapepo. Unajifanya kuimba hapo nyimbo za kiinjili, una mapepo. Mwimbaji yoyote wa injili au mchungaji yoyote anayehubiri na mwimbaji anahubiri amevaa cheni huku na mabangili, amevaa cheni na mabangili, huyo ana mapepo, ni mtumishi wa shetani. Tanzania nasema, kama kuna waimbaji wa kike na wa kiume wamevaa mahereni, wamevaa mamikufu, hao wana mapepo kwa mujibu wa Biblia. Kushandaraizi kusikutishe. Shetani ataigiza kunena kwa lugha katika nyakati za mwisho, na ndiyo mnaigiza, anawaigizia ndani. Biblia inasema, ni kama mchanga wa bahari ndivyo walivyo watu wangu. Bahari ni mabaki yao pekee ndio watakaokolewa. Anasema watu wangu ni wengi duniani, lakini watakaoingia mbinguni ni wachache sana. Ndio maana angalia harakati za shetani duniani. Amechukua kanisa na kulifananisha na dunia. Mawigi yanayovaliwa kule duniani ndio wanayovaa wanawake katika makanisa. Watu wamekataa kujitofautisha na ulimwengu. Watu wamekataa kuachilia nembo za shetani. Wakinaliana, wanatumia mawigi kutangaza manguvu za kishetani. Makanisa nayo wamepagawa na wakinaliana, wanatangaza biashara, wanavaa mashati, mawigi ya kipepo ili mfuatilie. Geuka! Kanisa la leo, Bwana anakuiteni. Wachungaji wa leo, toka gizani. Msiwe na mapepo, mnaabudu na mapepo, mnashandalizi na mapepo. Kunena kwa lugha kwa leo si harisi ambako kama wengi wanavyopaswa kunena kwa lugha. Ukiona kanisa limeshandalizi, angalia mwenendo na tabia ya Kristo. Huyu ni roho wa Mungu ananena kwa huyu mtu. Ni wachache wanaonena kwa lugha katika halisi yake. Mwanamke yoyote, mchungaji yoyote, anaomba, anacheua, analuka, anagaragara, anashusha moto juu. Mpime kwa tabia za Mungu. Biblia inasema nene. Umevaa suruali, ni makufuru mbele za Mungu, machukizo. Hautapindisha neno, liko hapa, liko hivi. Tutasema wewe ni kahaba kama kahaba wengine. Katika Methali nasema, nikamkuta mwanamke amevaa mavazi ya kikahaba. Kilichotambulisha yule mwanamke aliyemkuta sio kingine, ni mavazi ya kikahaba. Mavazi ya kikahaba ni nini? Unayajua? Yanatambulisha, vazi linatambulisha tabia ya ndani yako, tabia yako. Maheleni, kujipamba. Nimekwambia kuna mwanamke ambaye asili yake mama wa makahaba, ndio mwanzilishi wa kujipamba na kumkosoa Mungu. Katika Ufunuo 17, soma, nimekusomea sana hapo. Utakutana na mwanamke amepambwa kwa dhahabu, mama wa makahaba, aliyepambwa lulu, fedha, vyote hivyo. Dhahabu ndio asili ya yule mwanamke. Na wewe mwanamke utahukumiwa kwa kuungana na yule mama huyu ambaye ndio mama yenu mkubwa. Wanawake mnaojipamba wote, mama yenu ni kahaba. Kila mtu aliyemkosoa Mungu atahukumiwa. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Samueli